mlango wa 26 kuanzia mstari wa 26 hadi mstari wa 28. Umefika hapo? Mathayo 26 kuanzia mstari wa 26 hadi mstari wa 28. Maandiko inasema hivi: nao walipokuwa wakila, Yesu alitwaa mkate, akabariki, akaumega, akawapa wanafunzi wake, akasema, twaeni mle, huu ndio mwili wangu. Akakitwaa kikombe, akashukuru, akawapa, akasema, nyweni nyote katika hiki, kwa maana hii ndiyo damu yangu ya agano, imwagikayo kwa ajili ya wengi kwa ondoleo la dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Asubuhi ya leo nataka niwafundishe kitu ambacho kina uwezo wa kubadilisha maisha yako, na ninaomba kila mmoja atulia vizuri, na kama una mtoto ni mkubwa aende kwa Sunday school, na kama huyo mtoto wako mdogo mweke vizuri, halafu usikilize neno la Mungu asubuhi ya leo. Bwana Yesu asifiwe. Yesu kabla ndio akamatwe, kabla asulubishwe, masaa ilikuwa imefika. Yesu akaandaa meza na kuna chakula hapo kikawa kimeandaliwa, na maandiko yanasema Yesu akachukua mkate. Unajua mikate ya enzi zile, haswa mikate ya Kiyahudi, ilikuwa ni kitu hivi kama chapati kigumu. Biblia inasema Yesu akachukua ule mkate, akaubariki, na alipoubariki akaumega, akauvunja vipande vipande, na akawagawia wanafunzi wake. Na alipowagawia akamwambia, kuleni hiki. Akaumega na akawapa, akasema, kuleni, maana huu ndio mwili wangu. Alafu akachukua kikombe cha uzao wa mzabibu, akakibariki, akasema, kunyweni hiki, hii ndiyo damu ya agano, ambao ni kwa ajili ya ondoleo la dhambi. Nataka uangalie hapa, kwa sababu tunakula mkate kila siku. Hata leo asubuhi huenda umekula mkate, na kama ni mkate tu kukula kanisani, mimi najua tumekuwa na ibada fulani za kunywa chai, kula mikate, lakini haibadilishi maisha. Lakini hiki ambacho nakufundisha, nataka uangalie hapa. Yesu alichukua mkate na alihakikisha huu mkate lazima ni ubariki. Yesu kabla kuwapatia aliushika na akaubariki, akaachilia neno ndani ya huo mkate, akaachilia roho ndani ya huo mkate, alafu ndio akaumega, ndio akawagawanyia. Na katika kule kuwagawanyia, wale wanafunzi 12 kila mmoja alipata pisi yake, na zile pisi alizokuwa akiwapatia, alikuwa anawapatia
huduma, alikuwa anawapatia kazi ya kufanya hapa duniani. Ukisoma kitabu cha Yohana Mtakatifu mlango wa kwanza kuanzia mstari wa kwanza, Biblia inaongea habari ya hapo mwanzo kulikuwa na neno. Bwana Yesu asifiwe. Tusome hiyo mwanzo. Yohana mlango wa kwanza mstari wa kwanza. Inasema hapo mwanzo kulikuweko neno, naye neno alikuweko kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Sasa wakati Yesu anachukua mkate na alipoubariki, aliachilia neno ndani ya huo mkate, alijitransfer ndani ya huo mkate, ndio akasema mkila mnakula mwili wangu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo Yesu ni neno. Si unajua Yesu ni neno? Alivaa mwili na Yesu ni Mungu. Kwa hivyo Yesu aliposhikilia mkate na akaubariki, Yesu alikuwa anajitransfer yeye mwenyewe, anaachilia neno, anajiingiza ndani ya huo mkate. Kwa hivyo moja kwa moja wanapokula ule mkate wanamkula Yesu. So Yesu alikuwa anaongea hivi ya kwamba kuna neno ambalo nataka liingie ndani yenu, na hili neno likiingia ndani yenu litawabadilisha, litawafanya muwe tofauti, hamtafanana na mwingine. Na ndio unaona wale wanafunzi 12 alivyotumika Petro sivyo alivyotumika Yohana, alivyotumika Andrea sivyo alivyotumika Mathayo. Kila mmoja alitumika kivyake. Mwingine alipata neema ya utume, mwingine akapata neema ya walimu. Kila mmoja alipata neema tofauti, kwa sababu Yesu alikuwa ameachilia neno kwenye mkate wa kala. Na ndio maana sisi hapa ni mwili wa Yesu Kristo, na tukiwa pamoja hivi ndio tunaukamilisha mwili wa Yesu. Yesu hakuruhusu mtu ale mkate huo mzima peke yake, na ndio maana kila mtu hawezi, wewe peke yako hauwezi kumkamilisha Yesu. Tukiwa wengi hivi tuliokoka ndio tunamkamilisha Yesu. Ni viungo, ni mwili wa Yesu Kristo. Kwa hivyo tukija pamoja tunaukamilisha mwili wa Yesu Kristo. Nifuate pole pole, kuna mahali nataka nikupeleke na kuwekea misingi, alafu utanielewa vizuri huko baadaye. Ya kwamba Yesu alipowaambia wanafunzi wake, kuleni, huu ndio mwili wangu kwa ajili yenu, Yesu alikuwa ametransfer, ameachilia neno. Ule mkate alikuwa ameunenea, na kitabu cha Yohana kinasema hapo mwanzo kulikuweko na neno, neno alikuweko kwa Mungu, naye neno alikuwa ni Mungu. Halafu sasa Yesu ndiyo huyo neno, ameshika mkate, nasema hawa watu wakila huu mkate kila siku wanakula, lakini leo nataka nifanye tofauti. Alishika mkate na akaubariki, akaunenea neno, akaingiza neno ndani huo mkate, akaingiza roho ndani huo mkate, halafu ndio akawapa. Kwa hivyo walipokuwa nakula akasema huu ni mwili wangu. Kwa sababu gani? Mimi ni neno, na ndani ya huu mkate nimeachilia neno. Kwa hivyo mnapokula ndani ya huu mkate kuna uzima. Alikuwa ameachilia neno ndani ya huo mkate, na akawagawanyia wanafunzi wake na wakala. Sasa huduma zikaanza kufanya kazi tofauti, kila mmoja akatoka mahali pale na neema tofauti, hawakufanana. Halafu akachukua kikombe cha uzao wa mzabibu akakibariki, halafu ndio akawapa, akasema nyote hakikisheni mnakunywa katika hiki. Sio kila mmoja aliyo kivyake, hapana, nyote mnywe katika hiki. Na wakanywa wote. Sasa kuna kitu hapa ambacho nataka sasa nikuonyeshe umuhimu wa kushiriki meza ya Bwana. Yesu akasema mnaposhiriki fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Sasa si kwamba tu tunapokunywa ama tunapokula meza ya Bwana tunamkumbuka Yesu. Tunamkumbuka Yesu hata kabla haja kunywa meza ya Bwana. Tunampenda Yesu, si ndio?
Hata ibada ya juzi hatukula meza ya Bwana, lakini tunamjua Yesu kwamba yeye ni kimbilio na tegemeo letu. Kuna zaidi ya kumkumbuka Bwana, kuna zaidi. Hii ni ibada maalum ambayo shetani naye huwa anaifanya, na anaifanya tofauti. Tunaifanya na impact yake katika ulimwengu wa kiroho, lakini shetani anaifanya hii ibada, lakini anaifanya katika hali tofauti. Najua nyote hapa mnajua ya kwamba watu wanaojiunga na kuanza kumwabudu shetani, mnajua ya kwamba kuna viwango hufika na wakaanza kutoa makafara, na wanapofika kule kuzimu wanaandaliwa meza, wanapewa nyama ya mtu na damu ya mtu. Hilo ni agano, na inafika level anaambiwa aanze kutoa makafara na yeye pia, ili aingie level nyingine ya kumiliki mali na vitu vya hapa duniani. Bwana Yesu asifiwe. Yaani lazima watoe makafara. Yesu alijitoa kafara yeye mwenyewe, akasema mwili wangu huu nimewapa mle, damu yangu nimeitoa mnywe, na mkifanya hivi, Yesu anasema ya kwamba mtakuwa na uzima ndani yenu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. So kuna kitu ambacho ni cha kipekee tunapotumia meza ya Bwana, tunapokunywa damu ya Yesu na kuula mwili wa Yesu Kristo, ambacho hicho kitu leo kitafanyika asubuhi ya leo katika jina la Yesu Kristo. Haleluya. Sasa wakati Yesu alipoachilia neno ndani ya ule mkate, alafu akawapa wanafunzi wake, nasema hapo ndipo tofauti zilianza kuonekana kwao. Na leo hii nitakapochukua ule mkate na kuvuvia, kutamka neno, amen. Kabla sijatamka neno ni mkate wa kawaida, kabla sijatamka neno ni kinywaji cha kawaida, lakini the moment ninapotamka neno ni Yesu, kuna roho inaingia ndani ya huo mkate, kuna roho inaingia ndani ya hicho kinywaji, na hakitakuwa kinywaji cha kawaida. Katika ulimwengu wa kiroho, mapepo itakuwa inaona wazi ya kwamba huyu mtu atakapotumia huu mwili wa Yesu na kunywa damu ya Yesu, sina uhuru tena wa kutawala maisha yake, sina haki tena kukontroli maisha yake, atafanyika kitu kimoja na Yesu Kristo. Na ndio maana halisi ya kutumia mwili wa Yesu na kunywa damu ya Yesu Kristo, ya kwamba unafanyika kitu kimoja na Kristo Yesu. Damu yake itakuwa ndio damu yako. Wanasema your spiritual DNA. Amen. Your spiritual DNA itakuwa inasoma wewe ni mwana wa Mungu. Wewe ni mwana wa Mungu. Wakati damu yako ikinapopimwa, inapoangaliwa, inaonekana wazi kwamba huyu ana ushirika na mbinguni. Huyu ni mwana wa Mungu. Kwa sababu gani? Tunapoangalia damu alionayo na damu ya mwana pekee wa Mungu aliye hai zinafanana. Unahesabiwa wewe ni mwana wa mzazi fulani kwa sababu ya damu ambayo uko nayo. Kwa hivyo Yesu anatamani damu yake leo ichanganyike na damu yako, ili na wewe pia uwe mwana wa Mungu. Yesu atafanyika mzaliwa wa kwanza katika uzao wa Mungu, na sisi tunafanyika the second born wa Mungu aliye hai. Na kwa sababu hiyo damu ile ya Yesu Kristo, ambayo ndio nasema inanena mema hadi siku ya leo, itaanza kunena ndani yako, itaanza kunena baraka, itaanza kunena ushindi, itaanza kunena ukombozi, itanena mambo mazuri, itanena mema katika maisha yako. Haleluya. So hii damu itanena ndani yako. Niliwafundisha habari ya damu za ukoo, ya kwamba huwa zinanena kulingana na ukoo wenu. Hizo damu huwa zinanena ndani yenu. Inaongea habari ya ufukara, inaongea habari ya talaka, inaongea mambo mengi, lakini pia damu ya Yesu Kristo inanena mema. Damu ya Yesu Kristo inanena mema. Unapokunywa damu ya Yesu ni kwamba uhai wake uko ndani yako. Na kama uhai wake uko ndani yako, kwa sababu gani? Damu imebeba uhai wa mtu. Kama
uhai wake uko ndani yako, inamaanisha kwamba utaanza kuishi kulingana na mikataba na misingi ya kimbingu, kwa sababu Mungu aliye hai atakuwa amelifanya agano lake imara katika maisha yako. Pigia Yesu makofi mazuri. Haleluya. Sasa kama walipokuwa wanakula mwili wa Yesu walikuwa wanachukua huduma tofauti tofauti, ndivyo ilivyo pia. Kila mtu utakapochukua kile kipande cha mkate leo na unapokula, nisikilize, Mungu anajua mahitaji yako kuliko unavyojua mahitaji yako. Yaani Mungu anajua unahitaji nini kuliko wewe unavyojua unahitaji nini. Kuna watu leo wanasema mimi nahitaji kuolewa. Mungu anajua unahitaji kazi, ndio kazi kuimarisha katika ndoa. So Mungu anajua mahitaji yako kuliko wewe unavyojua unataka nini. Haleluya. Kwa hivyo unapochukua kile kipande cha mkate na kuanza kula, unapokula kina search, kinaona huyu mtu anataka nini, na kinatimiza hilo hitaji la moyo wako. Mwingine naye anapokula, manake zile vile vunjwa hazifanani in shape. Si kwamba ukila kikubwa ndio unapata vitu vikubwa, hapana, lakini utofauti wa vile kama vimevunjwa ndio utofauti wetu mahali hapa, ya kwamba kila mmoja anaposhiriki sawasawa na mahitaji yako, Mungu anakuonekania. Neema tofauti itaingia ndani yako na itaanza kukushughulikia. Utaanza kushughulikiwa tofauti na nitakavyoshughulikiwa mimi, tofauti na atakavyoshughulikiwa huyo rafiki yako, kwa sababu peace atakayochukua yeye sio peace itakayochukua mimi. Lakini katika yote Mungu aliye hai atamshughulikia kila mmoja hapa sawa sawa na mahitaji yake. Haleluya. Alafu sasa unapokunywa damu ya Yesu Kristo ni agano. Ina maana nini unapokunywa? Umekula mwili wa Yesu na damu ya Yesu. Inamaanisha kitu gani? Inamaanisha hivi, agano ya kwamba kile ambacho Mungu amekupatia kuna neema ya ulinzi ndani yako. Ule muujiza Mungu amekupatia, neema ya ulinzi, Mungu analiweka agano lake kwamba vile umepata hii, mimi nitaachilia neema ya ulinzi katika maisha yako, ya kwamba hautapokonywa. Neema ya utetezi itaendelea kutawala katika maisha yako. Amen. Kwa hivyo asubuhi ya leo natamani kila mmoja ashiriki hii meza ya Bwana, kwa sababu ninajua itabadilisha maisha yako. Maisha yako haitabaki ya kawaida. Maisha yako haitabaki ya kawaida. Kuna jambo tofauti ambalo Mungu atalifanya katika maisha yako baada ya ibada hii. Mpigie Yesu makofi mazuri. Alafu sasa kitu kingine cha muhimu ambacho nataka ukielewe ni hiki, ya kwamba ibada hii tunapoifanya ni Yesu aliagiza, na kitu ambacho hakiwezi kubadilisha maisha ya mtu Yesu hangeliagiza. Vitu vingi Yesu alifanya, lakini hii akasema fanyeni hivi. Mnapofanya hivi mnakumbuka mauti yangu. Mnapofanya hivi fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini aliagiza tufanye hivyo Yesu? Kwa sababu anajua kila tunapofanya hivyo ni kitu gani kinafanyika. Haleluya. Anaelewa tunapofanya hivyo ni kitu gani ambacho huwa kinatendeka. Na nasema ni watu wa kufanya hivyo, na ndio maana wote wanaoamini Yesu Kristo, kwa makanisa kuna ibada inaitwa meza ya Bwana. Ikifanywa pasipokuwa na mpangilio inakuwa haitofauti na inafanywa kidini. Amen. Lakini inapofanywa na ufahamu mzuri inaleta maana kubwa katika maisha ya watu. Angalia sasa, kwa kupigwa kwake sisi tuliweza kupona. Huo mwili uliopigwa leo utaukula na utakuwa ndani yako. Utaanza kunena uponyaji ndani yako. Ndio, huo mwili ulipigwa msalabani na tukapona. Leo hii huo mwili unaingia ndani yako. Haleluya. So kila aina ya magonjwa ambayo inaongea kwa mwili wako lazima inyamaze. Yesu alipokuwa duniani hakuwahi shikwa na homa. Yesu alipokuwa duniani hakuwahi shikwa na ugonjwa wowote.
kilichoandikwa kwa ajili yake kilitimia, lakini Yesu hakugonjeka hata siku moja, kwa sababu ndani yake mna uzima. So unapoula mwili wa Yesu Kristo kwa njia ya imani, ina maana ya kwamba uzima wa kiungu unaanza kuingia katika maisha yako. Na ndio maana kuna watu, nisikilize, kukuwekelea mkono na kula mwili wa Yesu, kula mwili wa Yesu ni zaidi ya kukuwekelea mkono, kwa sababu ninakuwekelea mkono kwa jina la Yesu nikisema kwa kupigwa kwake umepona. Leo hiyo mwili uliopigwa unaingia ndani yako, mwili wako unafanyika mwili wa Kristo. Na ndio maana maandiko yanasema miili yetu ni hekalu la Roho Mtakatifu, kwa sababu tumefanana na yeye kupitia mwili wake na damu yake, tunafanana na yeye. Amen. Kupitia ibada ya leo pokea uponyaji katika jina la Yesu. Utakaposhiriki hii meza ya Bwana, kila aina ya magonjwa sugu iachilie mwili wako katika jina la Yesu Kristo. Haiwezekani ushiriki ibada hii na utoke hapa na huo ugonjwa. Haiwezekani ushiriki ibada hii na utoke hapa na hivyo vifungo. Vifungo na nira lazima vikatike kwa jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu Kristo. Pigia Bwana Yesu makofi mazuri. Haleluya, haleluya. Wangapo nasema natamani niweze kushiriki hata mimi hiyo ibada, natamani niweze kushiriki. Nisikilize, kila vifungo kwa tumbo lako lazima vikatike leo. Na ndio maana kuna watu wanaposhiriki hapa, immediately unapokula utaanza kutapika. Kwa nini? Kwa sababu vinahamishwa, vinaambiwa wewe, sikiza, hustahili kuwa mahali hapa, toka, nimeingia mwenyewe, toka, nimeingia mwenyewe. Matatizo ya tumbo, matatizo ya mishipa itaondoka yote katika jina la Yesu. Na kila aina vifungo vya kiuchumi, vifungo vya kimahusiano vitakatika leo katika jina la Yesu Kristo. Mpe Yesu sadaka nzuri ya makofi. Haleluya. Damu ya Yesu Kristo inanena mema katika maisha yako. Tumesamehewa dhambi kupitia hiyo damu ya Yesu. Alipigwa tukapona, damu ikanena msamaha wa dhambi. Mpaka leo tumesamehewa dhambi. Mpaka leo mimi najua nilikuwa na dhambi, wewe unajua nilikuwa na dhambi, lakini hiyo damu inaambia kila wakati huyu amesamehewa. Kwa sababu gani? Tuko ndani ya Yesu Kristo. Angalia, kwa kumwamini Yesu Kristo, hiyo damu inatiririka, inasema huyu amesamehewa dhambi zake. Kwa ulio ndani ya Yesu Kristo kuna damu inayonena msamaha katika maisha yako. Umesamehewa dhambi zako kwa sababu ya hiyo damu iliyomwagika msalabani, inanena umesamehewa. Iko hai mpaka leo, inaongea mpaka siku ya leo. Maana unasema kama damu ya Habili iliweza kunena, basi ya Yesu ni zaidi. Damu ya mbuzi wakati ule ilitolewa na ilinena na watu walisamehewa dhambi zao, lakini leo damu ya Yesu tangu miaka 2000 iliyopita inanena umesamehewa dhambi, na mpaka leo inasema nimesamehewa dhambi zangu. So hiyo damu ya Yesu Kristo ilipomwagika wakati alipodungwa mkuki ubavuni, wakati alipodungwa mkuki ubavuni, damu ikatiririka, damu ikamwagika, ilikuwa inaanza kunena kwamba hii ardhi, wote watakaoishi katika hii dunia, watakaoangalia msalaba na kumwamini Yesu, watasamehewa dhambi zao. Walisema tumemmaliza, tumemweza, tumempanish, lakini lazima damu ilikuwa imwagike. Kwa hivyo ilipomwagika hiyo damu, ikaanza kuongea, ikaanza kunena. Na ndio maana maandiko yanasema wakati Yesu alipoitoa roho yake, alipoingia kuzimu, maandiko yanasema makaburi ya watakatifu, watu waliolala zamani, watakatifu waliolala zamani, waliokufa kabla wakati wao, ilibidi wafufuke. Ilibidi wafufuke. Kwa sababu gani? Yeye amelipa deni pale msalabani, amepigwa na damu yake inanena msamaha wa dhambi, inanena ukombozi. Yesu alipoingia kuzimu, makaburi ya watakatifu, watu waliokuwa wamekufa kabla wakati wao, kuna watu hufa kabla wakati wao, lakini unamwamini Yesu Kristo, ilibidi wafufuke, wakarudi katika nyumba zao. Bwana Yesu asifiwe. Hii ibada ya leo inaleta ukombozi usiokuwa wa kawaida katika maisha yetu. Hii ibada ya leo haibahatishi. Hii ibada ya leo haibahatishi. Kama
kuna maombi uliwahi kuyafanya na haikuleta majibu kwako, hii ibada italeta majibu kwako. Kama kuna sadaka ulitoa na haikuleta majibu kwako, hii ibada ya leo italeta majibu kwako katika jina la Yesu Kristo. Kama kuna kitu ulifanya madhabahuni hakukitoa majibu, hili ni agizo la Yesu Kristo. Tunapolitii na unyenyekevu, lazima litoe majibu ya haraka katika maisha yetu. Kuna watu leo wanapokea majibu katika ibada ya leo. Kuna watu katika ibada ya leo, baada ya kushiriki meza ya Bwana, na pepo inakusumbua nyumbani mwako itakuachilia. Haitakuwa na haki ya kutesa maisha yako tena. Uchawi ambao umekuwa na nguvu ya kusumbua maisha yako utanyamaza kimya na utafunguliwa leo katika jina la Yesu Kristo. Mpe Yesu sadaka nzuri ya makofi ya sifa. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Nasikia mtu akiwa ameumia na damu nyingi imemwagika kule hospitali, huwa wanapima damu yako kwenye grupu gani, watafute damu grupu hiyo hiyo ndio waweze kukusaidia. Ni kweli hivyo? Sijawahi fanyiwa hivyo na so sijui ni kweli hivyo, kwamba wanapima siku kuna grupu gani. So unapoenda pale wanapoangalia wewe blood group yako ni grupu gani, na wanaangalia okay, tuko nayo. Wanaweza sema tuko na damu lakini hii yako hakuna hapo. Lakini damu iko kweli tu, kwa storage yetu kuna damu, lakini hii yako hakuna. Inabidi watu waanze kutafutwa, wapimwe mpaka ipatikane ile damu aina yako, ndio utolewe, ndio iweze kuwekwa katika maisha ya mtu mwingine. Bwana Yesu asifiwe. Ndivyo ilivyo hata leo. Kama Yesu ni mwana wa Mungu, na sisi Biblia inasema wale wanaoongozwa na Roho wa Mungu hao ndio wana wa Mungu. Sasa hapo unaona, kama Yesu ni mwana na sisi tunaoongozwa na Roho wa Mungu ni tu wana wa Mungu, ina maana damu ya Yesu Kristo ndio inatufaa sisi. Blood group yetu ni ya Yesu Kristo. Na kama hiyo blood group Yesu Kristo haikuwa na ulcer, haikuwa na cancer, haikuwa na HIV. Yesu aliombea wenye ukoma, lakini ukoma haukutoka ndani hao watu kamshika Yesu. Ingawa ukoma ulikuwa ni ugonjwa wa kuambukiza wengine, na ndio maana waliokuwa na ukoma walitengwa kwenye mji, waliwekwa kando, chakula walifanya kurushiwa, maana ukienda karibu hapo utaambukizwa. Lakini Yesu aliweka mikono juu yao na ukoma haukuweza kuingia ndani yao. Na kama hiyo blood group yake ndio ina resist magonjwa hayo, leo unaikunywa katika jina lake takatifu. Na hiyo damu inapokaa ndani yako, utapenya katika mazingira magumu. Mahali wengine walikwama, wewe hautakwama, utavuka hapo katika jina la Yesu Kristo. Hautakwama tena katika jina la Yesu. Mpe sadaka nzuri ya makofi. Haleluya. Sema kwa jina la Yesu, kuanzia leo damu ya Yesu ikaanze kunena mema ndani yangu, ikaanze kunena mema katika maisha yangu. Mpigie makofi mazuri. Haleluya. Nataka uangalie hapa, damu ya Yesu Kristo ndio iliyofanyika silaha ya kumwokoa mwanadamu. Nataka uangalie hivi, Torati ilikuja lakini haikufanikiwa kumwokoa mwanadamu. Ilikuwa mtu akifanya dhambi, basi inabidi aende kwa kuhani akatoe sadaka fulani za kuteketezwa, kama ni kondoo ambayo kuhani atamwambia. Kuhani naye anachukua huyo kondoo, alafu anaenda madhabahuni, na anapoenda hapo hakuna mtu anayepaona, ni mahali pamefichwa na pazia. So huyo kuhani anapoenda kwenye madhabahu ili kutoa dhabihu kwa ajili ya mtu mwenye dhambi ama kwa ajili ya mtu mwingine, huyo kuhani anafungwa kamba ya mguu, na anaenda kwenye hiyo madhabahu. Anapofanya ile ibada, kama yeye anayeenda madhabahu naye pia ana kasoro, anaanguka madhabahuni, anakufa. Kwa hivyo kupitia Torati watu walikuwa nakufa. Kwa hivyo alikuwa madhabahuni, halafu mnamsikizia ile kamba akifanya, najua ako hai, mbona hatoki? Mnafuta ile kamba, hawezi enda huko. Akifanya, najua yeye kidogo mtakatifu wa Bwana. Lakini ukifuta hivi haji,
inabidi mnaambia vijana kuna mabarabara pale Joni. Ile kama mnavuta kuhani anakuja tu amekufa. So Torati iliendelea kuua watu. Na dhambi